Ndugu mpendwa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ni masaa mengine, ikiwa ni siku ya Jumamosi, tarehe 5 mwezi wa 4 mwaka wa 2026. Bado tungali katika msimu wa kipindi cha Pasaka. Asubuhi ya leo tu neno moja la kuweza kukutia moyo, ni kwa sababu Mwenyezi Mungu anakupenda na anakusudio ni kwa sababu gani amekupa uhai, amekupa ulinzi kufika masaa kama haya. Basi naomba tufunge macho na tuombe. Baba Mungu mtakatifu, 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 Mungu mwenye amani, ninakuja mbele zako asubuhi ya leo Mfalme. Baba yangu, ninalinua na kulitukuza jina lako, ni kwa sababu wewe ni Baba. Ni asante kwa upendo, asante kwa afya, asante kwa uhai, asante kwa ulinzi Mfalme. Baba, tunapoanza siku hii, naomba kwamba mtakatifu, zaidi ya yote tusamee makosa mahali tumekosea. Tumetamka Baba yangu mambo yasiyokupendeza, tumewaza mawazo yasiyokupendeza na tukatenda matendo yasiyokupendeza. Baba, tusamee asubuhi ya leo Mfalme, tusamee na ukatubariki mtakatifu, maana wewe ni Mungu. Bariki mtazamaji na msikilizaji wangu popote alipo Mfalme, ikiwa ni barabarani, ikiwa ni kwa kazi yake, ikiwa ni kwa biashara zake, kwa nyumba yake Mfalme. Baba, mtie nguvu, mtie afya, mtie kibali. Asante maana ni Mfalme, kwa jina la Yesu naomba nikuamini. Amen. Amen. Basi asubuhi ya leo mpendwa mtazamaji, naomba tuangalie kitabu cha Mathayo mtakatifu, sura yake ni ya 6, mstari wake ni wa 31. Maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasema hivi, Mathayo 6:31. Msisumbuke basi mkisema tule nini au tunywe nini au tuvae nini. 32. Kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta, kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. 33. Basi utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na hayo yote mtazidishiwa bure. Mpendwa, asubuhi ya leo mwandishi anatuambia, ambayo ni Mathayo, mwandishi wa kitabu hiki, ananishauri mimi na wewe katika msimu huu wa Pasaka, ya kwamba Bwana anajua ya kwamba tunahitaji kula, tunahitaji kunywa, tunahitaji kuvaa, na ndiposa anatuambia kwamba hiyo sio shida, hiyo sio tatizo, lakini kwanza anatuambia kwanza mkautafute ufalme wa mbinguni, haya mengine yote nitaweza kuwazidishia. Mpendo mtazamaji, asubuhi ya leo sijui wewe ni kitu gani ambacho umeweka mbele ya maisha yako. Kuna wengine wameamua kuweka hali ya kutafuta pesa katika mstari wa mbele, wengine wameweka ndoa kwa mstari wa mbele, wengine wameweka biashara yao kwa mstari wa mbele, wengine tunatenda mambo ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu kuwa kipaumbele. Lakini Biblia inatuambia asubuhi ya leo, Bwana anatueleza na tukutumiza kwamba badala ya kutafuta vyakula vya kawaida, badala ya kutafuta mavazi na pesa na vitu ni vya kidunia, Bwana anatushauri, anatuambia kwamba kwanza tukautafute ufalme wa mbinguni kwanza, kisha haya mengine yote yeye atatuzidishia. Mpendwa, asubuhi ya leo nataka nikwambia kwamba maisha yako Bwana anayajua, kazi yako Bwana anayajua, anajua ya kwamba uko na familia, anajua ya kwamba unahitaji afya nzuri, anajua ya kwamba unahitaji ulinzi wa ajabu. Kwa hivyo hayo yote Bwana ako tayari kukutendea, lakini kwanza jukumu lako, amekupa condition ya kwamba kabla utafute chakula na kunywa, hiyo yote Bwana anajua na anaelewa. Kila mara wanasema kwamba Mungu ana masikio ya kusikia na anasikia kilio na mahitaji yote unahitaji. Mungu ana macho ya kutazama, unapopitia hali ngumu Bwana anakuona, na ndiposa anasema ya kwamba hiyo yote si tatizo kwake, atakutimizia mradi tu ukaweze kutafuta ufalme wake kwanza, naye ataweza kukutendea. Mpendwa mtazamaji, asubuhi ya leo kuna watu katika maisha yao tunaishi katika ulimwengu wa kutaka kutabiriwa. Hili neno la kutabiri ama prophecy imekuwa ni donda kubwa, donda sugu katika maisha ya Wakristo. Wakristo tunafurika makanisani kwa sababu tunatabiriwa. Unataka ukatabiriwe vile utanunua gari mzuri, unataka utabiriwe vile unaenda kuwa manager kwa kampuni, unataka utabiriwe vile unaenda kuinuliwa, unataka utabiriwe vile
watoto wako wanaenda kusoma vizuri, unataka ukatabiriwe vile unaenda kujenga majengo Nairobi, unataka utabiriwe yani vile unaenda kuinuka kwenu ukakuwa mstari wa mbele, ni sawa, sikatai. Usiende kanisani kwa sababu ya kutaka kutabiriwa. Usiende kanisani kwa sababu unataka utendewe mambo mazuri. Nenda kanisani kwa sababu ya kutafuta uso wa Bwana. Bwana akasema katika 2 Chronicles 7:14 ya kwamba wale walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kutafuta uso wangu. Mpendo, unatafuta uso wa Mungu ama unatafuta miujiza? Unatafuta uso wa Mungu ama unatafuta kutabiriwa? Unatafuta uso wa Mungu ama unatafuta kujulikana? Unatafuta uso wa Mungu ama unatafuta ili ukaweze kuonekana na majirani zako? Nataka nikwambie asubuhi leo mpendo mtazamaji, Bwana anasema kwamba ndiposa aweze kutendea yoyote, lazima kwanza ukajishughulishe na kutafuta ufalme wake kwanza. Maana ya dunia tunatafuta pesa na majengo na magari, mpendo, na mavazi, yote ni ubatili mtupu. Nataka nikwambie asubuhi leo mpendo mtazamaji, maisha yangu na maisha yako tunahitaji neno la Mungu, tunahitaji uso wa Bwana, tunahitaji kusamehewa. Wengine tulizaliwa katika mazingira mabaya, wengine tumekuwa katika mazingira ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu, na ndiposa asubuhi ya leo Bwana anajua kwamba roho yako si nzuri. Bwana anajua maisha yako si mazuri. Unahitaji kula vizuri, unahitaji kulala mzuri, unahitaji kuvaa mzuri, lakini anasema on condition ya kwamba jambo la kwanza ukautafute uso wake kwanza, ili naye akaweze kukutendea hayo yote. Mpendo mtazamaji, nataka nikwambie asubuhi ya leo ya kwamba Wakristo wengi tumepotea, na ndio maana Wagalatia, Paulo akauliza Wagalatia, enyi Wagalatia, ni nani aliyewaroga nyinyi? Kwa sababu tumeacha kutafuta uso wa mbinguni, uso wa Mungu. Hatutubu dhambi, tumebebeshwa dhambi zetu, lakini tunataka tutabiriwe. Unataka uinuliwe kiuchumi, uinuliwe kindoa, ubarikiwe, upate promotion, lakini uasherati umefunga kwa mgongo, lakini uongo umejaza kwa mdomo, macho ya hasira uko nayo, kifua chako kimejaa, umebeba watu, umewaweka. Ndiposa Bwana anasema kwamba ndiposa akupe chakula kizuri, ndiposa akupe jamii nzuri, ndiposa akupe mazingira mazuri, ndiposa akupe hilo gari unalotafuta. Kwanza kabisa tafuta ufalme wa mbinguni, naye Bwana atakuzidishia. Sisi wanadamu tunatenda kinyume, ambapo badala kufuata vile neno linasema, tunaona afadhali tutafute mambo ya dunia kwanza, ili neno la Mungu likaweze kuwa mwisho. Mpendo, nataka nikwambie asubuhi ya leo, Bwana hafurahishwi na matendo yetu, Bwana hafurahishwi na mienendo zetu, Bwana hafurahishwi na mazingira yetu, Bwana hafurahishwi na mawazo yako. Tafuta Mungu kwanza, mpendo wa mtazamaji. Ukimtafuta Mungu, yote utazidishiwa bure. Hautang'ang'ana kukula, hutang'ang'ana kusomesha, hutang'ang'ana kiafya, hutang'ang'ana yani utakuwa na hofu katika maisha yako, maana Baba Mungu ni baba yako, anakujua na atakupa chochote unachohitaji katika maisha. Nataka nikutangazie asubuhi ya leo ya kwamba Bwana anakujua, Bwana anakutambua, Bwana anakuelewa. Katika ulimwengu mzima tuko more than 10 billion population of people, lakini kati ile 10 billion, imagine wewe ni mtu wa dhamana sana. Bwana ana sababu ni kwa nini amekuhifadhi ukawa hai asubuhi ya leo. Mpendwa, nataka ujue kwamba ufalme wa mbinguni ni bora kuliko mali ya dunia. Hata utakapotafuta, utakusanya mapesa, utakuwa na mashamba ndio, utakuwa na magari ndio, lakini Biblia ikasema kwamba kuna faida gani ukawe na mali ya dunia na mwisho ukaweze kupoteza ufalme wa mbinguni? Biblia ikazidi katuambia kwamba kama kuna kitu kitakachofanya ukose kufika katika kufikia ufalme wa mbinguni, kama ni jicho afadhali ukaikate, kama ni mguu afadhali ukaukate, kama ni mkono afadhali ukaukate. Mpendwa mtazamaji, asubuhi ya leo tunapoendelea na huu msimu wa Pasaka, nataka nikwambia kwamba usiende kanisani kwa sababu ya unabii. Leo manabii wamejaa kila mahali, kama waru sokoni, wamejaa kama vitunguu sokoni. Yani kila kanisa ni nabii, kila kanisa ni nabii, kila kanisa ni nabii. Umekuwa kwa uasherati jana, lakini leo unatabiriwa vile Mungu anakutumia. Umekuwa umeshinda kwa wizi, lakini unataka utabiriwe vile unaenda kuinuliwa. Umekuwa kwa uongo, umebomoa hata ndoa za wenyewe, watu wanalia kwa sababu
vya kuachana kwa ajili ya talaka, lakini wewe unataka kutabiriwa. Mpendwa, hata kama utatabiriwa, na kuambia matabirio yote, utakuliwa pesa, utakoniwa, lakini mwisho hutaweza kufika popote. Nataka nikwambia asubuhi leo, ufalme wa Mungu ni bora kuliko mali ambayo tunazidi kutafuta katika ulimwengu. Tufunge macho na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mfalme, naja mbele zako na linua na kulitukuza jina lako. Asante ni kwa ajili ya upendo, asante kwa ajili ya afya, asante kwa sababu ya ulinzi, asante hata kwa ajili ya neno lako Mungu ishie milele. Baba, umesema kwamba tusijiulize tutakunywa, tutalava, tutaishi namna gani, lakini kwanza tukaweze kutafuta ufalme wako Jehova uishie milele. Baba, mtazamaji wangu na mkabidhi mikononi mwako, kazi yake, biashara yake, watoto wake Jehova Jabo. Baba, na wafunika na damu yako takatifu mfalme, ukainuliwa ukabudiwa, ni kwa sababu unastahili. Wewe ni Ebeneza katika maisha yetu mfalme. Asubuhi leo tunapoanza shughuli za leo Jehova, Baba, tujitakaza mikononi mwako, ukatulinde na ukatuhifadhi mfalme wa mbinguni. Asante ni kwa sababu wewe ni Mungu. Pokea sifa na utukufu, maana unastahili. Kwa jina la Yesu Kristo Baba naomba na kuamini. Amen, amen, amen. Mpendo wa Bwana Yesu akubariki. Kuwa na siku njema, lakini zaidi yote utafute ufalme wa Bwana. Shalom, bye bye, God bless you.